Aya. Popote ulipo, karibu tena kwa Imba Kananana. Leo niko na mgeni hapa, anaitwa Elizabeth. Anafanya kazi fulani tu yenye most of us have not ventured into, kama huko Kisii. Unajua saa zingine kama sisi wa Kisii tuko na ile utamaduni, mila na desturi. Unapata kuna zile vitu tunasema huwezi fanya, sijui nini, lakini udem amejitolea na anafanya hiyo kazi. So karibu kwa Imba Kananana. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Kemutu Muse. Kwetu ni Nyamira County. Nafanya kazi ya taxi Kisii. Oh. Yes. Aya, umesikia anafanya kazi ya taxi, meaning anaendesha gari, anabeba, yani public service vehicle. Si ndivyo zinaitwanga? Yes. No. Anabeba watu na kuwapeleka pale wanaenda. Hii kazi ulianza lini? Nilianza 2018. Yes. Hadi sasa bado unafanya taxi? Yes. Nini ilifanya yani ufikirie tu kuendesha taxi? Mimi ni mwalimu, ama trained English and literature teacher. So niliajiriwa kuwa mwalimu, si eti nilitoroka my profession. Wengine wanaweza fikiria hivyo, nilifunza. Nikaona hiyo malipo yenye tulikuwa tunapewa haikuwa inatosha mimi. So nikaamua, nikatoka, nikaenda hivyo. Nimeshafanya kazi, nikishamaliza kufunza nilienda nikaingia kwenye private sector ingine, pia nikaona bado inilipi vizuri. So nikaamua nianze kuingia kwa hii kazi yenye wanawake wengine hawafanyi, labda naweza faulu. Na kwa kweli naendelea, sijafaulu bado, lakini unaendelea. Bado naendelea. Hii kazi ya kufunza, umesema uliwahi ajiriwa kufunza. Ulikuwa umeajiriwa na government ama ulikuwa umeajiriwa na shule binafsi? Ni shule under BOM. Oh, so ulikuwa bado hujaajiriwa na gava? Yes. So hapa kwa BOM pesa yenye walikuwa wanakupatia ikawa ni kidogo, haitoshi mahitaji yako. Ndio tena ukaenda, ulinielezea kwamba ukaenda ukafanya kazi kwa hoteli, tena ukaona bado haitoshi. Yes. Kisha ukaamua uende kuendesha gari, kufanya taxi. So hii taxi unapiga wapi? Stage yako ni wapi na route ni gani? Kwa saa hii, mwanzo nilianzia stage yangu ilikuwa Taskize Chiro, lakini ilifungwa. So nikaamua sasa route na chapa ni ya Nairobi Kisii. Na ukipata mteja mwenye anaweza haya gari, unampeleka pale ambapo anataka. Yes. So unapiganga Nairobi Kisii, Kisii Nairobi. Yes. Gari ni ndogo ama ni gari kubwa? Is it ni Noah, ni shuttle, yes, ni basi, ni gani? Ni Voxi. Oh, ni Voxi. Voxi. Yes. Ni sister ya Noah. Yes. Zinakuja kufanana. Yes. So hiyo unabeba abiria wachache. Yeah. Kulingana na sheria za COVID, tunabeba watu 5 sasa hivi. Kwa hii kazi yako ya taxi, ni unaweza sema kwamba unaiona aje hii kazi ya taxi? Ni kazi nzuri. Ama ya kuendesha gari? Ni kazi nzuri. Na naweza himiza wanawake kwamba tuingie kwenye hii sekta. Inalipa ukiipenda. Na kama hujaipenda unataka kuifanya kubahatisha, I'm sorry, haitakulipa. Yes. Na pale unajua wewe ni mwanamke, saa zingine umebeba abiria wanaume na wanawake, umebeba watu wa aina mbalimbali. Kuna challenges zipi ambazo unapitia kwa hii kazi? Challenges ni mingi. Kwanza unapata kama hujatreat customers vizuri, lazima utakupatia challenge kwamba wengine hautawapata kesho yake. Watapanda ndio leo, lakini kesho hutawapata. Sababu the way you treat your customers. So kama uko rude kwa customers, customer hizi panda siku nyingine. Kitu kingine, unapata customers wengine ni wakora. Wanaweza hata kama kukutumia pesa tena wanataka kureverse, ama wengine wanaweza kukutumika kwa njia nyingine, wanataka kukukon. There are always conmen in this country, all over the world. So you be careful. Mtu anaweza amua kukukon na aende na pesa yako. Na pale ambapo unapata uko kwa stage unapanga, tuseme uko Kisii, kwa stage unapanga kuja Nairobi, alafu kuna wale watu wanakuja, maybe saa zile gari inapanga, maybe hauko karibu. Ni wale vijana wa pale stage ndio wanakupangia gari, sivyo? Alafu tuseme wewe ulikuwa umetoka umeenda kula ama kurani ya errands kidogo, kisha wakuite gari shaja njoo. Kuna ule abiria ambaye ajui hii gari ni ya mwanamke, alafu suddenly tu anaona driver amekuja ni mwanamke. Ushawahi kuwa na cases ambazo customer anasema hii gari kama inaendeshwa na mwanamke hapandi ama nini? Kama kuna mmoja nilibeba kutoka, nilikuwa nimeenda tu hapo town Kisii. Nilikuwa nimeingia Naivas kununua maji. Kuja nikaambiwa gari imejaa, wewe toa gari. Kwenda kutoa gari, alikuwa mzee mkongwe. Akasema mimi nashuka. Kwani wewe unaweza fikisha abiria Nairobi? Naambia akasema hapana, hata mimi nipande ile next. So bado kuna hiyo, bado watu hawaamini kwamba hii kazi wanawake tunaweza fanya as equal to men. So alishuka kabisa? Yeye alishuka. Like akachange akaenda kwa gari nyingine? Akasema anataka tuwe vijana wenye wanajua kuendesha gari. Alafu hiyo space yake ilibidi nitafute customer mwingine.
Sasa unaona vile wanawake jamani tunakuanga. Yaani kuna wale watu wenye waamini wanawake. But what I want to tell you is wanawake, by the way, we have what it takes and we can do what even men are doing. Sure. Unaona siku hizi mambo ya devolution, unaona hii maneno ya third rule na nini. Wanawake tumepatiwa nguvu, tumepatiwa motisha. Ni sisi tunafaa kujitoa. Tutoke kwa comfort zone, useme maybe kama unaweza kufanya hii biashara ya matatu kama hapa Nairobi. By the way, gari nyingi sasa zingine unaitisha tu Uber inakuja hivi unapata ni mwanamke anaendesha. Unaitisha Bolt inakuja hivi unapata ni mwanamke ndiye anaendesha. Na huko Nairobi kweli watu hawapingi. Hata sisi wa Kisii huko lisa bugari busibo songe setore stoko kora chika steto nini yote tukoni ne gari. Okwanyo rili sasa na riko yende gari support rili sasa. Promote rili sasa no ne kermota gete ka haya ate banganko haya le gari ya yeke ne driver like agochere momotenge motete gochi hata motete kwenda Migori, mnataka kwenda Kisumu, mnataka kuja Nairobi, mnataka kwenda Eldoret. Yuko pale na anawabeba tu na gari inaenda tu kama gari yoyote ambayo inaenda. In fact gari inaendeshwa na mwanamke inaendeshwa vizuri kwa sababu wanawake sisi unajua tunakuwa very cautious on the road by the way. Na madriver kwa barabara tu, yani hawa madriver wanakuanga tu kwa hizi barabara zetu. Kwanza wanaume vile wanakuanga na yani wanakuanga na hiyo masculinity vile anaona wewe ni mwanamke hata anataka kukutoa kwa barabara. By the way, huwa una deal aje na incidences za bullying, like male drivers bullying you on the road? Sisi uko cautious na umemwona at times pia wewe wanasemanga unajaribu kukua venye na behave kama ni mkali pia unajaribu kuendesha Nairobi style, lakini the most important thing ukue cautious. Hiki kenye unataka kufanya itakusaidia ama italeta maafa yoyote hiyo una take caution. Yes. Lakini hizo cases za bullying ziko kwanza hapa Nairobi. Unasikianga ni sangapi utafika Maimau unyoroshe Kisii. So ukikuja Nairobi like unapatikana kwa stage gani? Sasa hii hatuna stage, tunakimbishwa. So ni kubahatisha bado Nairobi hatakuwa na stage. Hamjakuwa na stage. Yeah. Lakini uko na wale customers wako wenye unakuanga ushasema na kuja Nairobi. Na kuna kijana mwenye unaweza pigia simu nitafutie customers inakuja. Kuna wale ambao mna deal na wao wenye wako huku tu town. Unamwambia nakuja. Hizo unabeba customer ni kama umemuiba. Kubeba ukishamweka kwa gari ni kuenda. Ndio usije ukaletewa mashida hapo Kanjo. Yes. Okay. So wale ambao wanatazama wanawake kwa waume ungeweza kuambia nini just to motivate them and to encourage them? Naweza waambia kazi ni kazi. Fanya ile kazi yenye unaona iko na yenye unaweza fanya inaweza kulisha, inaweza kulipa vizuri. Ipende. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Ukishaipenda jitume na fanya na roho moja. Asante. So umesikia, whatever you do, kwanza ni penda kazi yako, pili ni kujituma. Jitume na ufanye na roho moja. Kama unaamka leo, unaamka ukiwine. Tuseme kama huyu dada Elizabeth anaendesha gari. Amke kutoka Kisii kama na wine tu, kucomplain. Unajua kazi ya barabara inataka ukue kama uko akili imesettle na ikue kama uko na mawazo mema na ukue kama uko na positive thoughts. Kwa sababu gari inataka concentration and attention. So ukiamka kama uko na mambo mengi, kucomplain na kufanya nini, mambo ya gari haiwezi. So ukiamka tu kazi yako yoyote ile ambayo unafanya, fanya na roho moja na usikue na kiburi kazini, usikue na majivuno kazini, ujitume na Mungu atakutendea. So leo kwa kipindi chetu cha Embaka na Nana tunamalizia hapo. Ingia pale YouTube, subscribe Embaka na Nana, pale Facebook Nancy Kwamboka aka Nana Diva, utanipata na pale Instagram @Nana Kwamboka Diva. Hadi wakati mwingine, see you. Asante.